Jana majira ya saa 4 asubuhi nimeibiwa na mtoto wa kiume. Alikuwa amebebwa na mtoto wa umri wa miaka 6. Hii ni M24 Online Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Ni tukio la kusikitisha lililoacha simanzi na majonzi kwa familia ya Said Sultan, mkazi wa mtaa wa Mpanda Hotel mkoani Katavi, kutokana na kuibiwa kichanga cha mwezi mmoja kikiwa kimebebwa mgongoni na mtoto wa miaka 6. Mhalifu huyo anadaiwa kuwa mwenye jinsia ya kike. Alimdanganya mtoto huyo kwa kumpa shilingi 200. Nikana mpeleka mtoto akanyonye. Nilipompeleka nikakumbana na mama afuni mlete huyo mtoto. Mimi nikakataa mara mbili. Akasema chukua hapo 200 uniendelee sabuni. Mimi nikaenda sabuni, sikumkuta. Nikaanza kumtafuta, nikaenda kumwambia shangazi mtoto amemuiba. Tukaanza kumtafuta. Mama mzazi wa kichanga hicho, Maria Charles, anaeleza kwa uchungu juu ya kuibiwa kichanga chake, ikiwa ni siku chache tu baada ya kufanyiwa sherehe ya kichanga hicho kutolewa nje. Naitwa Maria, nakaa Mpanda Hotel maeneo ya Ujenzi. Jana majira ya saa 4 asubuhi nimeibiwa na mtoto wa kiume. Alikuwa amebebwa na mtoto wa umri wa miaka 6. Alikuwa akimleta kuja nyumbani kunyonya. Akatokea mdada akamwambia naomba huyo mtoto. Akamwambia huyo mtoto nampeleka kwa shangazi. Akamwambia mlete. Mtoto huyo alipokataa kumpa yule mtoto, akamfungulia akamwambia chukua 200, kanunue sabuni kanikuta huko kwa bibi yako. Akasema haya, lakini usiende huko, shangazi ataenda kunichapa. Akasema utanikuta kwa bibi yako. Akaondoka, mtu akawa ameenda dukani. Kanunua sabuni, anarudi akumkuta yule mtu. Akaingia huko kwa bibi yake akumuona. Ndio akaja nyumbani akaniambia shangazi, kuna mama kachukua mtoto, kaniambia nimkute kwa bibi, nikamletea sabuni ya 200. Ila mimi nilikataa kumpa mtoto. Nikasema alikuwa ni maeneo gani? Akasema ni hapo kwenye kichochoro. Alitokea upande gani? Alitokea upande wa huko kwenye kichochoro. Basi nikasema sasa utajua tamtafutia wapi mtoto. Ndio kakaja akatoka umri wa miaka 7. Akakiki. Akaniambia mama mdogo, nimekutana na huyo mama amebeba mtoto, kavaa dela jekundu na kofia ya kijivu, kambeba Samiri. Kaambia alikuwa anaenda wapi? Akasema alikuwa na kifungashio anaenda mwendo wa kasi huko kama atelemka machinjioni. Basi mimi nikawa nimwambia ndugu zangu, tukawa tumeshuka machinjioni. Tumemtafuta, hatukumuona. Tukawa tumeenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Tumetoa taarifa kituo cha polisi, wakatusaidia, tukawa na ushirikiano nao. Wakasema inabidi tusambae, tusikae sehemu moja. Basi sisi tulikuwa tumeenda maeneo ya Misunkumilo, tukagawanyika, wengine upande huu, wengine upande huu. Walioenda upande wa kulia wakapiga simu, tukutane, kuna mambo tumeyasikia. Tukakutana nao. Wakasema twende, kuna mtu ametuambia pale kwamba kuna mama kapita na mtoto analia. Tukawa tumeenda paka kwenye hiyo nyumba, tukamkuta bibi kizee pamoja na mama hivi. Akasema mmepotelewa mtoto, kwa jinsia gani? Kaambia wa kiume. Ni mtoto wa umri gani? Kaambia mwezi mmoja na wiki 2. Akasema kuna mama kapita hapa kavaa dela jekundu, kambeba mtoto na yule mtoto hana baby show. Kaambia ndio, yule mtoto nilimpa alikuwa hana baby show. Akasema mtoto alikuwa analia, akamweka ubavuni. Tunamwambia nyonyesha mtoto. Yule mama haongei chochote, amekazana kwenda mwendo mkubwa. Kaambia mlimuona anaelekea wapi? Akasema alielekea hii barabara, akatusontele barabara. Basi nikawapigia maaskari, nikawaelezea. Wakasema kumbe si ngoja twende Kigamboni na nyinyi endeleeni kuzurura huko Misunkumilo. Tumezurura huko Misunkumilo hatujamuona, mpaka kwenye mapagala hayo hatujamuona. Tukawa tumenyooka huko Pasifiki, kuna eneo la bodaboda pale tulifika. Tukaulizia, tukawaambia, wakasema kwamba kuna bodaboda mmoja akasema kwamba mimi wakati naenda mjini nilikutana na huyo mama lakini sikufuatilia, ila mtoto alikuwa analia. Nikajua ni mtoto wake, sikufuatilia, nilikuwa naendelea na kazi zangu. Basi tukamwambia naomba mtusaidie, endapo mtamuona huyo mtu ana mtoto, mtupigie simu. Wakasema haina shida. Tukawa tumeondoka. Tumeenda kule maeneo ya Mirupwa, Pasifiki kama unaenda Mirupwa. Tumefuatilia tukaona chochote, tukawasiliana na askari. Askari wakaja huku, wakaja kuhoji huyu mtoto, akaelezea kama alivyoelezea kituoni. Basi akaniambia mimi nikae nyumbani. Baada hatujafika nyumbani,
wakapiga simu mwenyekiti wa Misunkumilo, akampigia mwenyekiti wa Mpanda Hoteli. Akaambia kuna mama tumemkamata, tumemzuia, ana mtoto mdogo. Njoo muhakikishe kama ni mtoto wenu huyu aliyopotea. Basi mwenyekiti akaondoka na watu 3 mpaka eneo la tukio. Kweli wakamkuta huyo mtu ana mtoto analia na ni mtoto mdogo. Wakamwambia mtoto mbona analia, mnyonyeshe. Akaambia mimi sinyonyeshagi, maziwa yangu hayatoki. Wakasema umeolewa? Akasema ndio. Tumpigie mume wako tuhakikishe kama ni mtoto wako. Wakawa wamempigia mume wake, akasema huyo mama mke wangu ana matatizo, anyonyeshagi, ni mtoto wangu huyo. Basi mwenyekiti akaondoka, ila yule mama alipigwa sana jana, akaondoka. Tukaendelea na upelelezi na tukishirikiana na maaskari. Ilipofika saa 5 usiku maaskari wakaja hapa nyumbani. Wakasema tunamtaka mume wako atumuoji, alikuwepo hapa. Wakamuta pembeni wakaongea naye. Imefika paka saa 6:30 wanamuoji. Wakasema nyinyi wote inatakiwa tuondoke tuende kituoni. Akasema sawa. Wakatubeba kama watu 5. Tukawa tumepanda kwenye gari. Wakasema tumrudie na yule mtoto ambaye ndio huyu. Tukamrudia, kaondoka na mama yake, shangazi yake. Tumeondoka paka kituoni kule. Mimi lakini nikamwambia mimi na wasiwasi na mashaka na mtu ambaye ni mke mwenzangu, anaweza akashiriki hiki kitu kunikomoa. Akasema una wasiwasi naye kwa nini? Nikasema huyu aliolewa na mume wangu wakaachana miaka mingi kabla sijaanza kuishi naye. Walipoachana mume wangu huyu mwanaume akaja huko ndo akanioa. Baada ya hapo tumeishi, nimezaa mtoto wa kwanza, huyo mwanamke hajaja, alikuwa ameenda kuolewa huko. Nikazaa mtoto wa pili. Ndio mtoto ameanza kutembea, akaonekana yule mwanamke huko anamtafuta mwanaume. Akaja kutuma watu wambembelezee mwanaume akiwemo na wifi yangu. Mwanaume akawa anakataa kurudiana naye. Hivyo nakataa. Baada ya hapo akawa ananifanyia mimi vituko kama anaishi na yule mwanaume. Mimi nikawa namwagiza wifi yangu, mimi sitaki hizi tabia, kama anaishi na mwanaume waishi naye huko, mimi sitaki vituko, lakini vituko vikawa vinaendelea. Baada ya hapo nikapata ujauzito. Nimepata ujauzito, nimekaa na mimba miezi 11. Vituko vya yule mwanamke vikawa vinaendelea, nikipita nafanya vituko. Mpaka hiyo siku tukio limetokea, ndio maaskari wakasema tukamkamate. Wamemkamata, wamempeleka kituoni, wakamchukua na wifi yangu wakampeleka kule na mama mkwe wangu. Mpaka leo hapo huko sijapata mwafaka wowote wa kuonekana kwa mtoto.